Mama, karibu. Asante. Pole na kazi. Asante. Usiku huu mwanangu? Nilikuwa najisomea. Vizuri. Nimechoka hatari. Mama, nakuona umechoka sana. Pole. Wewe acha tu. Natamani mimi ndo ningekuwa nafanya kazi. Nikirudi muda huu nakutosha pumzika mamangu. Yaani wala sitamani ya maisha nayopitia uje uyapitie mwanangu. Kwa nini? Unayaona mazuri haya? Na ndio maana nataka upambane, usome ili kesho maisha yetu yawe yabadilike. Usijali mamangu, nalijua ni wajibu wangu pia, na ndio maana nasoma kwa bidii sana ili tusaidie leo na kesho yetu. Yaani hapo ndo unaponifurahisha. Yaani kila siku ukifanya hivyo, mi wala utaniona mbaya yako. Lakini vinginevyo, utaniona nina gubu. Mama, nikutoe tu wasiwasi. Nakuahidi nitafanya vizuri. Sitakuangusha kwa kweli. Haya, ndio maana nikasema hapa nisome kidogo kwa sababu kesho asubuhi na mtihani wa wiki test. Kwa hiyo nikaona nipitie kidogo. Hapo amenikuta namalizia. Nakuaminia mwanangu, pambana. Elimu ndo kila kitu. Silisahau. Haya, acha nijipumzishe maana nimechoka. Sura yako inaonyesha pia. Nakuhurumia sana mamangu. Haya, pumzika. Mimi namalizia hapa na kuja kulala somo. Sisahau kufunga mlango. Hamna shida mama. Na pia usikawie. Namalizia tu hapa kidogo na kuja. Usikawie.
muda tunakuita rafiki yangu. Kwa hiyo ulikuwa unisikii kabisa. Mbona unadharau kama hivyo? Unasemaje? Shida yangu nataka nikupe lifti. Nikupeleke shule fasta hapa ndugu yangu. Sasa mtu mzuri kama yeye atembea na miguu kama hivyo. Nimeshafika. Istoshe ni hapo tu. Si jamani, mtu mzuri kama yeye kwa atembea na miguu kati pikipiki ipo. Umeona jombo kama haya? Yaani ya majombo haya. Yapo kwa sababu watu wazuri kama nyinyi unavyoona. Umeelewa? Kwa ndio maana nimekufuata mpaka hapa nikupe lifti, tuondoke. Fasta shule unakanyaga tu. Tatizo nini? Naomba nikwambie kitu. Hata huko nilikotoka pia kuna dereva bodaboda kibao. Ushanifahamu? Ningetaka hizo lift ningekuwa saizi nishafika na kwenda. Ila sio mbaya. Nafika hapo tu. Unaweza kaenda. Hivyo siri. Wewe binadamu gani ambayo unakuwa sio muelewa? Kwa sababu bahati kama hii ujue wenzako wengi yani wanaililia yani, au sio? Watu wengi wanaililia bahati kama hii. Nimekuambia nina miguu. Asante kwa huduma yako. Ninafika hapo tu. Nisikucheleweshe. Kia shetani na mbuyu wake. Siwezi. Nenda. Wewe vipi kwani mbona king'ang'anizi? Si nimekwambia nafika hapo tu. Kwani kuna lazima gani hapa? Natembea kwa miguu nafika. Nenda unakoenda. Kuona kataa kifupi yangu. Kiufupi asante kwa huduma yako. Nawai, bodaboda ziko nyingi pia. Lakini pia kuna wanafunzi wengi tu wanahitaji lift ila sio mimi. Kwa maana nafika hapo tu sio mbali. Sina muda wa kuendelea kukusubiri wewe. Njoo mkelifu. Njoo kwanza siri wewe vipi? Kwa heri. Wasili. Amina. Hai, barua uloileta si bora hata ungeniambia na mdomo. Hivi una akili kweli? Kwa hiyo mimi ndio ni wa kugharamia gharama za shule za mwanangu. Kwani mshahara huwa sikupi? Sina kupa mshahara, juzi tu umetoka kupokea mshahara. Lakini bosi. Bosi nini? Bosi nini? Hela yako ya mshahara si umepata? Haya ilikuwa itoshi kumhudumia mwanao. Sasa kila siku wewe uje na barua, mwingine Salome aje na barua, nani Asha aje na barua, itakuwa ofisi? Ungeniambia tu ningekuelewa, lakini hata hivyo na hela yenyewe sina vile vile. Yaani hapa ndio ushanichefua, sipate hata kukwambia. Naomba unisikilize bosi. Mimi mwanangu ana matatizo shuleni, anadaiwa ada. Matatizo gani? Matatizo gani kila siku wewe? Hawa wenzio si wafanya kazi pia. Huyo mtoto baba hana. Si ana baba yake. Hawa baba yake anashindwa kumhudumia mpaka uje kwangu mie. Bosi, mimi nafanya kazi na naomba utanikata kwenye mshahara wangu. Mara ngapi Amina? Kila siku wewe ndio unakuja na dharura, wengine wote hawana watoto Sio umezaa au umezaa peke yako? Mimi hiyo pesa ya kukupa si. Kazi kama unataka fanya, utaki jiache kama ilivyo. Kila mtu ana matatizo yake. Naomba unisaidie. Siwezi mimi hayo mambo. Siwezi kabisa. Yaani leo ushanivuruga na kazi yenyewe sijui kama itafanyika. Wewe bosi ndio umesema utonipa kabisa. Sitaki mimi mambo hayo, asubuhi pesa, mchana pesa, jioni pesa. Kwa pesa gani? Bosi, nisaidie mimi mwanangu atafukuzwa shule bosi. Niache kabisa. Niache Amina, usinivuruge. Usinivuruge. Nani endeleeni na kazi, sitaki wewe. Leo itaenda kusitaki taenda kusikia. Sasa na baba yake kwa mama na adia. Vipi? Mama, nini shida? Hamna.
wakati nakuona unalia hivi, niambie nini shida mama? Naona kabisa uko sawa. Niko sawa mwanangu, jali. Mama, nakujua vilivyo, nakujua kinaga ubaga. Sijakuzoea kukuona hivyo. Kuna shida? Niambie mama. Shida nini? Utanifanya na mimi nianze kulia. Kwani unalia mamangu? Si mwanangu. Natamani sana usome. Natamani ufike mbali. Ma, sasa nitajuaje hivi? Kwani unalia lakini utaki kuniambia tu unalia nini? Unanisi tu nisome. Nataka kujua nini shida. Nini shida mama? Unanifanya na mimi nilie. Natamani uje ufaulu katika masomo yako. Ndio maana napambana. Naomba na wewe upambane. Zingatia masomo. Natamani Mama, uje ubadilishe maisha. Usiniambie hivyo mama. Mama, nimeshika. Mama. Mama, amka. Ashukuriwe Mungu, hali yako imeanza kutangamaa saizi. Kwa maana ulinipa wasiwasi sana mama. Asante sana mwanangu. Nashukuru umenipambania. Na hivi kidogo nina nafuu. Ni jukumu langu kuhakikisha unakuwa sawa. Si unajua tumebaki tu wenyewe. Kwa nisingeweza kuvumilia kuona katika hali kama ile. Lakini siri. Hivi hela za kule hospitali umetoa wapi? Naweza kumlipa yule boya? Mama, kikubwa tuangalie afya yako kwa sasa. Swala la hospitali hela nimepata wapi tusilizungumzie saa hizi. Kikubwa wewe upone tu mamangu, sawa? Tutaongea siku nyingine kuhusu hilo baada ya hali yako kutengamaa. Napaswa kujua sababu mimi ni mama yako. Nahitaji nijue umetoa wapi zile pesa.
Mama, nisikilize. Kutokana na hali yako siku ile, nisingeweza kukuvumilia kukuangalia uko pale chini. Hata ungekuwa wewe mama, jaribu kuvaa kitu chako. Mimi mwanao niache pale chini katika hali kama ile. Najua ungepambana ili mradi kuhakikisha mwanao anakuwa sawa. Ndivyo hivyo nilivyojaribu mimi kukupambania wewe. Kwa maana nilichanganyikiwa baada ya kukuona pale chini. Kwa nilijitahidi kadri uwezo wangu kuhakikisha napata msaada ili niweze kukusaidia mama. Nikwambie tu kweli, yule kijana ambaye amekuja hapa kukufuata kupeleka hospitali, hatujuane naye kihivyo, ila imenibidi tu nimfuate kuhitaji msaada wake ili kupeleka hospitali. Nikamwambia kwamba ukishapona tutaweza kuclear madeni yote haya. Ni hivyo tu. Siri, hivi unawajua mabodaboda vizuri? Mabodaboda si watu wazuri, akupeleke bure. Mama, kutokana na hali yako sasa mimi ningefanyaje? Watu wengine wanachukulia hiyo advantage, akulagai, akuharibie maisha. Kwa nini hujaniambia? Kwa nini hujanishirikisha? Mama, sikia, najua yote, lakini mimi nisingeweza kukuacha mamangu katika hali kama ile. Mwenyezi Mungu atajalia, tutamlipa tu, usijali. Cha kwanza tuangalie saizi afya yako inaendeleaje. Ukae sawa, alafu mambo mengine tutaongea baadaye. Au na haja ya kunilaumu. Umekosea sana, utakiwa unishirikishe. Umekosea. Tambua wewe ni binti mdogo sana. Unatakiwa uwe makini. Sio kwa sababu una shida basi unazoazoa tu mtu yoyote. Sijapenda. Mama, nikwambie kitu. Usije ukapandisha pressure. Naomba tuongee hili swala baadaye tafadhali. Kwa siku nyingine nikizidiwa utaita. Hapana mama, sikiliza, kikubwa upone. Kikubwa upone mamangu. Kwa unaweza kufanya lolote. Hapana. Basi, naomba tutaongea baadaye. Wewe Siri, nenda kajisomee, kasome. Mama, naanzaje kwenda kusoma na kuacha katika elimu? Najua unahitaji zaidi watu wangu kwa sasa. Usijali mwanangu, mimi nipo, lakini unatakiwa utambue maisha yanaenda mbio sana. Leo nipo na kesho naweza nikawa sipo kwenye ulimwengu. Mama, kwani unasema hivyo? Kwa sababu sitaki nikuache kwenye hali mbaya, sitaki uteseke, na ndio maana napambana ili maisha yako kesho na wewe uwe kama mtu, na wewe uwe na thamani. Siri, Mama, babako alikuwa anapenda sana usome na amenisisitiza sana kwamba hata akiwa hayupo nihakikishe unasoma, na ndio maana napambana nitimize ndoto za babako. Mama, usiseme hivyo. Najua upo kwa ajili yangu siku zote. Nakupenda sana mama, na naamini utapona, utakuwa sawa, kwa maana kuumwa sio mwisho wa maisha. Siku zote za maisha yangu niko kwa ajili yako. Nakupenda mwanangu, lakini
lazima nikuandae. Mama, unakuwa kama unaniaga. Usilie, nitapona. Lakini lazima nikwambie, ili hata kesho kama sipo, maneno yangu hayatatoka kichwani mwako. Mama, usijali mama. Wewe ni shujaa wangu. Najua unafanya kila kitu kwa ajili yangu katika ulimwengu. Licha ya kuwa sina baba, lakini najivunia sana uwepo wako. Najivunia sana kuwa na wewe katika ulimwengu. Mama, tambua ya kuwa nakupenda. Tena nakupenda sana. Nitafanya kila liwezalo kuhakikisha unapona mama. Mama, natamani niwe nawe maisha yangu yote. Mama, tuko sawa. Sawa mamangu. Kila kitu kitaisha. Karibu. Asante. Shikamoo madam. Marahaba, karibu. Asante. Nakusikiliza. Madam, nimekuja nilikuwa na shida. Mamangu anaumwa. Leo siku ya pili sasa, hata kutoka kitandani hawezi. Kwa hiyo nilikuwa nakuomba msaada wako kama itawezekana, umsaidie mamangu ili aende hospitali kwa maana hali yake ni mbaya sana sasa. Tena maana mamako nilishaongea naye na tulishamalizana. Mimi pesa sina, pesa ya kumpa sina. Kwa sababu utaratibu wa kazi huwa namlipa mwisho wa mwezi. Leo tunajua tarehe ngapi? Nilikuwa nakuomba kama kuna uwezekano tumpeleke mamangu hospitali. Najua kwa sasa hizi mamangu anapitia wakati mgumu sana kwa maana hana hata pesa. Sina pesa na bi mkubwa wako nilishamwambia, anajua. Sina pesa. Sina pesa ya kumwazima, sina pesa ya kumpa kwa sababu mshahara nimempa muda si mrefu. Na yeye mwenyewe nilishamwambia, mimi pesa sina na mamako kila kukicha. Ndio hizo shida. Mimi nishachoka. Na mambo yangu hapa mambo mengi. Au usinaona kuna wafanyakazi wengi na wote wanataka pesa. Sasa ikiwa kila mtu akija mara naomba 200, mara mtoto aje kula, naomba 200, mara mtoto aje. Kwani mtu anapofanya kazi ile pesa anayopata si ndio anatumia kwa kujikimu? Madam, jaribu kuvaa kiatu cha mamangu. Jaribu kuvaa kiatu chake. Anapitia hali ngumu sana kwa sasa hivi. Tambua anaumwa, leo siku ya pili hata kitandani hawezi kunyanyuka. Nahitaji msaada wako tafadhali madam, nakuomba. Naomba iwe mara ya mwisho kwa mamangu. Jaribu kumsaidia hata kwa mara ya mwisho tu. Anaumia sana. Mimi nakaa naye ndo najua nini anachokipitia mama. Na kusaidiaje? Kwa sababu msaada pekee wewe ni pesa unahitaji. Na mimi pesa sina. Nikaibe. Haijalishi mamangu amefanya mangapi, lakini jaribu kumpa tu chance ya mwisho. Mimi naishi namtegemea mama kwa kila kitu mpaka leo inasoma. Kutokana na kazi ya mshahara wako hiyo. Anafanya sisi tunaishi vizuri. Madam tafadhali nakuomba, nikiwa kama mwanawe najua nini anachokipitia mamangu kwa sababu mimi ndo namuona kila siku. Mamangu anaumia. Nasemaje? Na tena nenda kamwambie. Huyo mama yako na kuumwa kwake, mwambie siku 3 nampa. Leo juma ngapi? Siku hizi 3 awe ametia mguu. Kama kutia mguu na kazi namfuta vile vile. Madam usifanye hivyo tafadhali. Hivyo ndivyo ilivyo kwa sababu mimi hizo uko ndani siwezi kukaa position haiwezi kukaa bila mfanya kazi. Madam tafadhali mara ya mwisho. Mamangu anaumwa, muone huruma. Wewe mbona unielewi? Hebu nenda kamwambie mamako kama ndio alikutuma basi nenda kamwambie mimi pesa sina pesa ya kukupa, sina pesa ya kukukopesha. Yaani sina pesa kivyo vyote.
Anataka afanye kazi, mwisho wa mwezi nitamlipa pesa yake. Kinyume na hapo sina pesa. Kwa niondoke? Nenda kamfikishie wewe ujumbe. Pesa ya kumpa sina. Anaisha kwa mtihani tena kukaa pesa wewe pesa hiyo mimi nina kisima kusema labda ninachimba. Haya yuko nyumbani. Mimi pesa naitoa wapi wakati yeye ndio huko anatakiwa aje atengeneze hiyo pesa. Sina pesa na kamwambie. Sina 200 hapa nini. Sina ya kumkopesha wala sina ya kumpa. Watu wamwishiwi shida. Nenda. Wewe mbona saizi umefukuzwa shule? Hapana mama, sijafukuzwa. Kumbe nini? Mama, leo sijaenda shule. Unatoka wapi? Mama, nilikuwa nimeenda ofisini kwa bosi wako. Kwa bosi wangu? Kwa bosi wangu kuna kuhusu nini wewe mtoto? Mama, kutokana na hali yako nisingeweza kuvumilia kuona hivyo mamangu. Hata hospitali tu nimeshindwa kupeleka. Nilikuwa nimeenda kutafuta msaada. Nilienda kumuomba japo pesa kidogo tu ili itusaidie kupeleka hospitali. Siri. Hivi unamjua yule mama vizuri wewe? Mimi mwenyewe ameshindwa kunipatia. Je, atakusikiliza wewe? Samani mama, nakuelewa sana. Ila maumivu yako ni maumivu yangu pia. Ndio maana ilikuwa ni moja tu ya kutafuta msaada. Ndio maana nilienda kule. Samahani kama nimekukosea. Siri. Usiwahi rudia tena. Nayo yapitia kwa yule mama, sitaki ya kupate wewe. Yule mama hana kauli nzuri. Nikwaza sana. Usifanye vitu ambavyo mimi sijakuagiza. Ninachokuomba wewe, zingatia shule. Sio unapambana na haya sio kuhusu wewe. Kazi ni yangu mimi. Niache nipambane mimi na bosi wangu. Sio wewe. Sasa umekosa masomo leo. Yaani umeniumiza sana. Sawa mama, haitajirudia tena. Nikirudi shule nitazima madaftari nitasoma. Umenisamehe mamangu? Madam, leo nimekuja hapa kwa jambo moja tu. Najua mimi na mamangu tunapitia katika kipindi kigumu sana. Nenda kwenye point. Sawa, nimekuja kuangalia mshahara wa mamangu wa mwisho wa mwezi huu. Kwa maana nimesubiri sana, leo ni siku ya 4 toka tarehe mwisho wa mwezi huu. Kwa nikaona si vibaya nije kumchukulia mshahara wake. Sasa mshahara kwa kazi gani? Madam, mamangu alikuwa mfanyakazi wako. Anajua alikuwa anafanya kazi, lakini kwa mshahara hana mama yako. Kwa maana ana madeni, uko nyuma nishampa pesa si mara moja si mara mbili. Kwa hiyo kakutuma au umekuja mwenyewe? Maana yeye anafahamu. Madam, jaribu kuwa na huruma hata kidogo. Yaani kama kwa kukusaidia tunaona mwambie mamako aje mwenyewe. Lakini kwa pesa ya kukupa sina. Madam, mamangu anaumwa. Kwenda chooni, kunyanyuka hawezi. Mimi ndo nafanya kila kitu, namuogesha. Anawezaje kuja? Kama angekuwa anaweza kutembea, mimi nisingekuja hapa. Kakuagiza yeye uje nije nikupe mshahara wake?
Madam, tafadhali kuwa na moyo wa huruma. Mimi nimekuelewa, lakini wewe kunielewa ndio itakuwa vigumu. Ndio maana nakwambia mwambie mama yako aje. Maana mwanzo nilipokuwa nampa pesa hukuwepo. Na hizo nyingine tulizokuwa tunakopeshana pia hukuwepo. Sasa kwa kukusaidia, mimi pesa ya kukupa sina. Mwambie bi mkubwa wako aje hapa kazini tukutane. Sasa tuendea kulia mpaka saa ngapi? Hapo nasitoshe sasa hivi muda anaenda. Bidi ujiandae tuondoke nyumbani. Nyumbani? Sasa tuendea kulia mpaka saa ngapi? Unachukulia rahisi hivyo? Mamangu nitamwambia nini huko nyumbani? Naumia kwa sababu nimevunja ahadi nyingi sana za mamangu. Nimefanya haya yote kuhakikisha tu mamangu anakuwa sawa na si vinginevyo. Nafsi inanisuta. Naumia sana. Tena zaidi ya sana. Mamangu amepambana sana kuhakikisha mwanae anasoma. Lakini angalia leo. Nimevunja ahadi zote nilizomwahidi. Najuta. Basi sikia. Usinishike. Hivi unasubutuje? Hata kama. Lakini basi mimi naomba unisamehe. Mimi ndio mkosefu. Naomba mimi nisamehe. Hapa na isitoshe. Swali tumefanya mara moja tu. Unakuweka roho juu toka mwanzo. Kwa nini? Basi sawa, mimi nimekuelewa. Tufanye kitu kimoja basi. Basi wewe lala hapa. Unasemaje? Bora hapa. Mamangu unamwacha na nani? Hivi una akili wewe? Hivi unajua sasa hivi saa ngapi? Sijawahi kulala nje ya nyumbani kwetu hata siku moja. Yaani kiurahisi tu unaniambia nibaki hapa. Na kuchukia. Nimefanya kila kitu kwa ajili ya mama yangu. Nilikuwa nataka tu mama yangu abaki sawa. Lakini tazama, dhambi itaendelea kunitafuna mpaka lini? Nitamweleza nini mama mimi? Tazama hali yake yuko kitandani, naanzaje? Sasa hivi ni usiku, hata anaporudi nyumbani, mama anaenda kumwambia nini? Kwa hiyo kuondoka hutaki. Kukaa pia hutaki, si ndio? Sasa wewe unataka kitu gani? Songea na wewe unataka kitu gani? Vangu yako. Vangu tuondoke. Najuta ndani ya nafsi yangu, naumia. Naumia kwa ajili yangu, lakini pia naumia kwa ajili ya mamangu. Nipishe. Fanya ladha. Hasira.
Si muda anaenda sasa. Siri, we Siri, Siri, mama, saa saa ngapi? Ametoka wapi? Kwenye birthday party ya rafiki yangu. Umesema umetoka wapi? Kwenye birthday party ya rafiki yangu. Si nilikwambia mama? Birthday usiku huu? Samahani mama, itajirudia tena. Ilikuwa ni mistake tu leo. Tumechelewa kutoka. Siri, tambua mimi ni mama yako. Ukiniambia ukweli najua, na ukiniongopea pia najua. Hali umenidanganya. Hapana mama, kweli nilikuwa kwenye party. Haunionee huruma. Unihurumii mamako. Unakuja usiku huu. Unajua mimi nimekuwa. Nani anapika? Mwanangu. Umebadilika. Umeanza kuhangaika. Sawa. Ila tambua, yanayofanywa sirini ipo siku yatatoka bayana. Na asiyesikia la mkuu huvunjika guu.
kwa mara ya kwanza na kudanganya mamangu. Naomba unisamehe sana. Sikuwa na njia nyingine ya kukusaidia zaidi ya hii. Japo ni hatari katika maisha yangu, ila itabaki kuwa siri yangu. Zawadi. Zawadi. Nakuja. Oh, siri. Mambo poa? Mzima? Mzima. Karibu. Asante. Mbona hivyo? Wewe acha tu rafiki yangu. Pita ndani. Hamna. Inabidi tuongee. Una shida gani? Wewe acha tu rafiki yangu. Pole sana rafiki yangu. Asante. Hicho ni mpango wa Mungu. Mama umeshamwambia? Hapana, sijamwambia. Kutokana na hali yake ya kiafya, nimeona nitampa mshtuko wa moyo. Nahofia kumpoteza mama wangu. Ila hapo mnabudi kumwambia tu mama. Mnajua jinsi gani za kusaidia. Lakini hali ya mama wangu unaijua. Mama wangu anaumwa sana. Nahofia kumpoteza kama nilivyompoteza baba. Anawezaje kustahimili yale? Naelewa, Mungu ana makusudi yake. Huwezi jua amekupangia nini mbeleni. Wewe nenda tukamwambie mama, imadi mwenyewe angalie jinsi gani atakusaidia. Tumia hali nzuri ya kumwelezea mama. Usiende kumkurupusha. Sawa, nitajaribu kufanya hivyo. Japo nimeonyesha kukata tamaa. Usikate tamaa. Unajua Mungu, huwezi jua Mungu amekuwekea nini hapo mbeleni. Kufeli shuleni sio kufeli maisha. Unajua yani jambo hili ni kubwa sana. Wewe nenda tukamwambie mama, imadi mwenyewe angalie jinsi gani atakusaidia. Sawa. Fanya hivyo kipenzi. Sawa. Nitafanya hivyo. Asante sana rafiki yangu kwa kunitia moyo. Sawa. Nitajaribu kufanya hivyo. Huenda mama atanielewa. Fanya hivyo, mwambie mama. Sawa. Sawa. Baadaye. Sawa. Sawa, acha niende basi. Haya. Baadaye nitakuja. Sawa. Haya, bye.
Waisiri, una nini? Mama, nilikuwa najisikia vibaya, nilikuwa nasikia kizunguzungu. Kizunguzungu ndio kinakukimbiza nje? Haya we, lakini unapenda kukaa muda mrefu sana. Unatakiwa ulale. Soma kwa kiasi, sawa, mimi nataka usome, lakini soma kwa kipimo mwanangu. Usijali mama, ni uchovu tu, nimechoka. Siri, mimi ni mama yako. Kama una tatizo unapaswa uniambie. Mimi ndo mamako, mimi ndo kila kitu kwako, na nakuona uko sawa. No, niko sawa. Nimechoka. Sawa, basi fanya ujipumzishe. Sawa, nakuja. Linge. Niambie mpenzi. Nimekuita hapa tuje tuzungumze. Nimeona sio busara sana na tukaongelea issue yetu pale, ndio maana nimekuita hapa. Sawa, hakuna shida mpenzi wangu. Na uwezo mambo yetu asili uweze kuyaongea pale kijiweni, unajua wale waambiambia sana baba. Kwa hiyo faa vizuri, hamna shida. Mimi nipo kwa ajili yako. Nadhani mwenyewe unafahamu kila siku. Na jinsi ninavyokupenda nadhani mwenyewe. Hapa nimekuja, usinione kama hivi. Siko sawa kabisa. Yaani akili yangu hapa iko sawa. Sijui nini nifanye. Sio, unanielewa? Mimi nakuelewa vizuri ila sijajua tu. Yaani unamaanisha kitu gani? Linge, mimi nina ujauzito.
Mjamzito wewe? Na ujauzito wako. Kwa nimewaza, nimefikiria. Na isitoshe sijui mamangu nitamwambia nini. Unakumbuka kabisa mamangu ndio kila kitu kwangu. Na siku zote mama ananitegemea mimi. Nilikuwa nimemwahidi vitu vingi sana. Hivi Siri, kwanza nikuulize kitu kimoja. Labda wewe ulifikiria nini kwanza mpaka kuniambia swala hilo kwanza? Au kuhusu hilo jambo ulifikiria nini kwanza? Nimekuja hapo nijue tunafanyaje, sio nafikiriaje. Kwa sababu ndo baba wa hichi kiumbe. Mimi Labda kwa kifupi nikwambie kitu kimoja. Mimi kwa sasa kwanza sijapangilia kuwa na mtoto. Nini? Moja. Unielewa? Alafu pili, bila kuona kama vile unanitafuta matatizo ujue. Unaelewa ninachomaanisha? Wewe ni mwanafunzi. Alafu leo unakuja mimi si una ujauzito, sijui nini. Si siku moja tu mimi na wewe. Au liko mara ngapi? Si siku moja tu mimi na wewe. Kwa hiyo leo unakuja tu familia unanipata, sijui. Kwanza kama laiti ningejua hata pale nisingetoka kijiweni. Naacha abiria na kuchukua na kuleta huku, nijua ngoja kuniambia swala la msingi la muhimu na kuja hapa mshapicha na beti mimi mjamzito. Hiyo mimba mimi sifahamu. Yaani unaongea kuhusu nini? Sijasikia hichi ninachokisikia kutoka kwako ama? Kwa nini nimeacha watu wote mpaka nimekupata wewe? Hata kama si mara moja, kwani tatizo nini? Si mara moja tu mimi na wewe. Kwa mara moja usiku na maana ndio upate mimba siku hiyo hiyo. Mimi naona nichanga. Mimi sikuelewi kabisa unachokiongea. Yaani sielewi kabisa. Labda sio, labda umelifikiria kitu gani mwenyewe? Wewe vipi wewe? Anaangalia kwa uoga naona. Ni siku moja. Ina maana ulikuwa hujui? Mimi sifahamu. Mtafute baba watoto wako, mpelekee hiyo mimba. Lakini mimi sio ujauzito wangu. Tambua hilo. Hivi niliruhusu vipi mimi kuwa na mahusiano na wewe? Kwa nini ulinishawishi? Laiti kama ningejua leo utaniluka. Natamani nirudishe siku nyuma. Wewe kuniluka mimi? Kwa mimi chizi. Nimewacha watu wote mpaka nimekuja kwako kweli? Mimi nadhani wewe Kiswahili sio lugha yako. Bora mimi nikuache kwanza niwahi kijiweni. Mimi naona wewe sio mwelewa. Wewe mtafute baba mwenye mtoto huyo, mwenye mimba hiyo, mpe. Mimi mwenyewe na matatizo kibao na majanga kibao ndio kanileta matatizo. Wewe vipi wewe? Wewe unaibu siku moja tu mambo mengi. Yaani hapo ndo nishakwambia hivyo. Umeelewa? Usinitafute tena kwa njia hiyo. Niambie si. Saadi rafiki yangu. Wewe ni zaidi ya ndugu kwangu. Tumefahamiana muda mrefu sana. Hivyo chako changu, changu chako. Kuna siri nataka nikwambie. Siri gani? Mimi ni mjamzito. Mjamzito? Siri? Una mimba? Siri? Hiyo mimba ni ya nani? Dereva bodaboda. Unajua nilifanya hayo yote kwa ajili ya mamangu, kuhakikisha mamangu anarejea katika afya yake. Sikuwa na njia nyingine ya kuchagua. Bad enough, mwenye ujauzito amenikataa kabisa. Amekukataa? Yaani anajua una kiumbe chake na amekukataa. Wanaume shikamoo kiamu. Sikia nikwambie kitu rafiki yangu Siri. Mimi sina ushauri wowote zaidi ya kukumbia ukamwambie mama. Mama atajua jinsi gani anaweza kukusaidia wewe. Nawezaje kumwambia mama? Sitaki kumkosa mama yangu. Unajua sina baba Mama yangu atapata pressure.
Naelewa sio. Unaambiwa ni bora kuziba ufa kuliko kujenga ukuta. Namficha maradhi siku zote, kifo muumbua. Afu kumbuka, yule ni mtu mzima, anaelewa. Ni bora kwenda kumwambia wewe mwenyewe kuliko akakugundua yeye, itakuwa ni tatizo kubwa sana. Bora umfuate ukaanza kumwomba msamaha, ukamwambia yeye, atajua jinsi gani atakusaidia kuliko kutaka kunyamaza kimya. Mimi nakushauri tu nenda kumwambia mama. Tatizo moyo wangu unaonekana nimeshakata tamaa. Nafanya kila kitu kuhakikisha mama wangu anakuwa sawa. Mimi nafanya kila kitu kuhakikisha mama wangu anarejea katika furaha yake. Kumbuka mama wangu mimi ndo anaangalia. Hamna mtu mwingine, tuko wawili tu. Mama wangu ataweza kuhimili vipi hali? Ana pressure kumbuka. Sijui yani nachanganyikiwa, sijui nifanyaje. Unajua nini siri? Hapo inabidi kutumia akili. Tafuta njia ambayo unayoweza kumwambia mama asipate mshtuko. Inabidi uanze na msamaha, kumwomba mama msamaha. Unahisi itakuwa rahisi kama? Yeah. Yaani ni kitendo tu cha kumpata. Yaani inabidi mtengenezee mazingira. Usimkuepushe tu yani ile familia yao unaenda kumwambia mimi nina mimba mama. No. Tafuta njia nzuri. Wewe mtu mzima bana. Nisikie. Nakwambia. Fanya hivyo. Sawa, lakini nitafanya kazi. Kwa maana sasa hivi nahisi kuna mzigo ninaochukua. Naelewa. Na ni vizuri ukienda kumwambia mama, utakuwa be free.
We Siri. 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 Amka, kumekucha. Siri mama. Utachelewa shule, amka. Siri we. We Siri. Siri we. Siri. 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 We Siri. Siri. Wewe. Siri. Siri. Pole sana mama wangu kwa kuvunja ahadi zote kwa hiyo. Najua kwa sasa uko kwenye wakati mgumu sana kutokana na maradhi yanayokusumbua. Sikutaka kukuumiza, ndio maana sijakuambia chochote. Nilijaribu kukuficha. Kuna wakati uligundua kuwa na kudanganya, ila haukutaka nijue. Najua ulinipenda sana mama wangu na ulitaka nisome ili kesho yangu ije kuwa yenye furaha, ila mimi sikuwa mtoto mwema kwako. Inaniuma sana. Siwezi kukulaumu wewe na baba kwa kunipa jina la Siri. Hakika mimi ni Siri. Mama, mimi nilikusaliti kwenye ahadi zangu. Mimi nilikuwa mjamzito mama. Nimeshindwa kukuambia kwa kufia kukuongezea mshtuko. Nimeamua nitangulie mimi ili wewe uendelee kuishi. Nakupenda sana mama wangu. Naomba unisamehe sana. Usilie. Mimi nimempata babangu. Nakuombea kwa Mungu akulinde, akupe afya njema, upone mamangu. Amini mimi mwanao uliyenipenda Siri. Siri. Siri mwanangu. Umefanya nini mama? Siri. Unaniacha mama yako na nani? Siri. Mama kuna pambana kwa ajili yako. Siri. Umeondoka. Umeniumbua.
mwanangu. Siri mwanangu, nimefanya siri. Kwa hiyo kukupa jina hili ndo kweli nimeamini. Nimeamini jina Umba. Kwa nini usingeniambia mama yako? Kwa nini usiniambie mama? Ameniachia nani mama? Nitaishi kwa hii dunia hivi? Umeamua kupata babako mwanangu. Nimeumbuka mimi mwenzenu. Sina mtoto tena mimi. Siri wangu mimi. Wangu mimi. Kwa nini unitunza hii siri kipindi chote? Mimi. Kwa nini usingeniambia mama? Kwa nini usingesema? Siri wangu mimi.